kujitoa muhanga. Zito, na wewe tutaomba majibu kutokana na karatasi hii. Tutaomba utupe majibu Zito kutokana na karatasi hii kwamba ulipokea fedha kutoka kwa Seti shilingi milioni 10 kupitia kwa Benatus Malima ukimtuma wewe amesaini. Ulipokea fedha shilingi milioni 10 kutoka kwa Albert Msando ukimtuma wewe kwa Seti. Seti ameandika hapa. Ulipokea pesa shilingi milioni 5 kutoka kwa Seti Singasinga ambaye leo ni haramu lakini wewe ulikuwa unachukua zikiwa halali. Ulipokea pesa kutoka kwa Vivian, ulimtuma Vivian Emanueli shilingi milioni 6 akiacha na leseni yake kama kumbukumbu imewekwa hapa. Naomba nikabidhi meza ili Zito naye baadaye aje atupe majibu. Manake tusije kuwa tunakaa hapa kumbe tunazungumza vitu ambavyo walaji wako wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeanza kusema kwanza urafiki wangu na Zito. Na nimesema haya tusiyazungumzie kwenye korido. Naomba nikabidhi kwenye meza baadaye Mheshimiwa Zito atupe majibu. Seti huyu anakuaje na fedha haramu anapopewa Mama Tibaijuka, halali anapopewa Zito? Unaona hata makofi ya upande wa pili yamepungua. Nilitegemea hayo. Hayo nilitegemea. Hayo mimi ndiyo nategemea. Ndio nikasema jamani, tunaposimama hapa tusimame kwa haki. Bunge hili litende haki. Huyu ni mwenyekiti wa kamati, vinginevyo kamati yake ilikuwa haina haki ya kuleta taarifa hapa. Tungetengeneza kamati nyingine ili itende haki, maana na yeye anahusika. Hakuna ulaji mkubwa wala ulaji mdogo. Na hapa ndipo Watanzania nataka mnisikilize kwa makini. Ndipo muone unafiki wetu wa bunge. Kafulila kuwa na siri za viongozi wa serikali ni haki. Viongozi wengine kuwa na siri za wabunge haramu. Juzi hapa mlikuwa nasema huko na taarifa ya siri imevuja, tujadili nyie Mungu. Nyie Mungu na sisi watu tu kama watu wengine walivyo. Lazima wananchi tuwatendee haki. Nje kuna tabu kubwa. Ndio maana nimesema kama kuna mabilioni ya kodi tusisite kuyadai. Watu wanatozwa pesa shilingi 5,000 kwa ajili ya maabara. Haiwezekani. Wakati watu wanatozwa fedha sisi tunaacha mabilioni yanapotea. Itakuwa ni kichekesho. Na kwenye jimbo langu mimi kama kutakuwa na kodi imekwepwa ya mabilioni ya fedha nitawaambia hakuna mtu kuchangia. Na nasema hapa wananiona maabara. Tukae hivyo hivyo tusubiri neema nyingine. Lakini hatuwezi kuwabana watu maskini, watu wanaolala chini, hawana hata vitanda wala magodoro, alafu sisi tunaachia matajiri wanaondoka na kodi. Haiwezekani. Jambo jingine nataka kulisema hapo mwenyekiti kuhusu Masere. Masere hana kosa lolote. Masere alikuja hapa akamchapa balozi wa Uingereza. Uingereza nao wakatuchapa sisi, Membe akaomba radhi, biashara ifanye nini? Imeisha. Sasa kama bosi wake kaomba radhi, tungepata kesi kutoka kwa Membe kwamba bado Uingereza wametushufalia lile. Nyi wazungu